nataka nikwambie unayenifuatilia katika mtandao huu au kwenye media hii, kwamba Mungu anatoa angalisho kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Maana mtu akipenda dunia, kumpenda Baba, yaani kumpenda Mungu, hakuna ndani yake. Kila kilichomo chini ya jua, tamaa ya macho, kiburi cha uzima na dhambi za kila aina, anasema havitokani na Baba, bali yatokana na Shetani. Mtu anayefanya mapenzi ya Mungu atadumu au adumu hata milele. Kwa hiyo Mungu anasema usipende dunia. Kuna mahali mazungumzo anasema hivi, mwanangu, kwenye dhambi ya kushawishi wewe usikubali. Ndio anasema usipende dunia. Kuna watu wanaipenda dunia, bado wanapenda wanawake, bado wanapenda mali, yupo tayari kwa sababu ya mali kamwacha Mungu. Anaweza kaua watu, anaweza kufanya ufisadi pengine kwenye kampuni au serikalini au kwa namna yoyote akadhulumu kwa sababu ya kujikusanyia mali. Nataka nikwambie huko ni kuipenda dunia. Unatakiwa kutafute mali kwa halali. Kama wewe ni mfanyakazi, tosheka na mshahara wako, acha ufisadi. Kama wewe ni mfanyabiashara, acha kulangua watu. Kama wewe ni mkulima, kadhalika fanya kwa kadri unayopata, pata kwa uhalali. Usipende dunia, yaani usifanye dhambi ukafanya dhambi. Unafanya kupata fedha alafu unatenda dhambi. Unapata fedha kwa njia ya kupanga dhambi. Biblia imesema usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Hilo ni angalisho la Mungu. Lakini pia Waebrania sura ya 2 mstari wa 3. Biblia inasema, kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwamba kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Unaona anazungumza. Hili ni angalizo. Mungu anazungumza na kizazi hiki ambao unanifuatilia na kunisikiliza. Anasema kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Yaani hayo yanayohubiriwa. Najua sio unapenda kusikia habari hizi, unahubiriwa makanisani, unahubiriwa na mchungaji wako. Kama sio na mchungaji wako, pengine kwa njia ya TV au mitandao mbalimbali, kwa njia ya redio, kwa njia mbalimbali umesikia habari njema, umeambiwa habari za Yesu. Biblia inasema kwamba kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, yaani kuyafuatilia, kuyashika, kuyatunza na kuyafanya hayo yaliyosikiwa, hayo yaliyofundishwa, hayo yaliyoendwa, hayo yaliyoambiwa, uyaangalie tusije tukayakosa. Tena nazungumza nasema tutapataje kupona? Sisi je, kama kila kosa na ujira ulipata ujira wa haki, sisi je, yaani kila dhambi waliyofanya wanadamu waliotutangulia ilipata ujira wa haki. Nimesema kila jambo lina ujira wake. Ujira wa haki. Sasa nasema sisi je, tutapataje? Ikiwa Mungu hakupendelea maaskofu, hakupendelea wafalme, hakupendelea watu wa kila aina, ala hakupendelea kabila, kila mmoja alipewa kulingana na kazi au na utumishi aliofanya au na dhambi alizofanya, alihukumiwa hivyo hivyo. Sisi je, tulio kwenye kizazi hiki tutapataje kupenda tusipojali wokovu mkuu namna hii? Kuna watu hawajali, kuna watu hawaogopi, kuna watu hawatetemeki, kuna watu wanapurusha, watu hawajali. Na ndio maana unaweza kafanya uaminifu, anaweza kuhubiri bado ni mshirifu, anaweza kaimba bado ni mwongo, anaweza kafanya imani bado ni tabia mbaya, anaweza kama ni kiongozi kumbe ni mchawi, mshirikina, wanadanganya na kupoteza watu. Nataka nikuambie, lazima uwe mwangalifu. Amesema imetupasa kuyaangalia zaidi sana hayo yaliyosikiwa kwa habari ya utakatifu, sio sio kwenda kusikiliza. Mungu anaenda kutoa angalisho, hapendi upotee katika dhambi. Malizia andiko hili, Waebrania sura ya 4 mstari wa 1. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Anasema basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Amen. Ikiwa ikaliko ahadi, Mungu anatoa angalisho kwa wanaume na wanawake. Mungu hapendelei cheo ulicho nacho, hapendelei kwamba wewe ni kasana za kanisani, hapendelei kabila lako, hapendelei vile ulivyo. Yeye Mungu ni wa haki na atahukumu kwa haki. Mungu anasema basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Ipo ahadi
alituahidi, anawaambia wanafunzi, analiambia kanisa kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuangalia mahali ili mimi nilipo nani muwepo. Ametangulia kuangalia jiji, kutuangalia makao, mahali ambapo hakuna majonzi wala misiba wala magonjwa wala wizi wala uharibifu wala maonezi, sehemu ya raha na starehe milele na milele. Tutakaa na Bwana milele. Wanasema ikiwa ikaitwa ahadi hiyo ya kukaa kwenye jiji aliweza kuiandaa Mwokozi Yesu, na tuogope sana. Ana maana anaposema kuogopa, yaani kuwa mnyenyekevu, kuwa mtendaji wa neno, kuwa na hofu ya Mungu, ili katikati ya wanadamu wa leo wananifuatilia asionekane mwanamke au mwanamume aliyeikosa hii ahadi. Sema amen. Ni ahadi yenye masharti. Sharti yake usitende dhambi. Na kutakia baraka za Bwana. Wewe nifuatia mahali popote ulipo, na kutakia baraka za Bwana. Ninachokuombea ni kwamba geuza njia zako. Kama ulikuwa unaishi njia mbaya, geuza njia zako, mgeukie Mwokozi Yesu. Na kama hujaokoka, mwamini Yesu awe Mwokozi wa maisha yako. Wewe ambaye unaishi maisha matakatifu, endelea kujitunza. Maandiko yanasema kwamba anayejidhania kuwa amesimama na angalie asije akaanguka. Simama na Bwana, Bwana kutetee. Songa mbele na Mungu atakusaidia. Mtumaini Mungu, tenda yashike na kuyafanya haya. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe katika jina la Yesu. Amen.